Uislamu ni mkubwa kuliko mtu yoyote. Naomba ninukuu. Okay. Bwana, moja kati ya story mwana Basic Super ambazo haitakiwi kuzipita, lakini pia inatakiwa kuzifahamu, basi ni hii story ambayo inahusu Shehe Waridi, lakini pia kuna watu wengi wamejiingiza katika sakata hili, akiwemo mtangazaji nguri kabisa wa Clouds kutokea Clouds, anafahamika kwa jina la Farhani. Sasa Farhani ameweza kuongea moyoni kuhusiana na Shehe, lakini pia ameongea moyoni kuhusiana na wale watu wengine ambao wanajiingiza kwenye huu mchakato au kujiingiza katika huu mjadala ambao unamuhusu Shehe Waridi. Ameongea vizuri, lakini pia ameongea kwa upana. Tumsikilize kidogo uweze kuona, lakini pia uweze kutoa komenti yako kuhusiana na hili la Farhani. Unazungumza nini kuhusiana na hoja ambazo amekwenda kuziongea? Mimi ni Tiki Classic kwa Basic Super TV. Bye bye. Ndugu zangu Waislamu, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwanza naihusia nafsi yangu kama ambavyo nazihusia pia nafsi zenu katika kutenda yale yaliyo mema. Mimi nimefuatilia ile sakata la Sheikh Walid kutenguliwa kuwa shehe wa mkoa wa Dar es Salaam na vitu vingine mbalimbali. Niliandika mwanzo andiko langu siku ile, lakini leo naomba niseme kitu kimoja tena. Nimeona swala linazidi kuwa zito, linachukua sura mpya kati ya Waislamu na wasio Waislamu kuhusiana na hili sakata ama uamuzi ambao BAKWATA wanaofanya na ile jambo ambalo limetokea. Nachotaka kusema ni kwamba Uislamu ni mkubwa kuliko mtu yoyote yule. Yaani sio BAKWATA waliofanya maamuzi, sio Sheikh Walid, sio mtu yoyote. Uislamu ni mkubwa kuliko mtu yoyote. Naomba ninukuu hadithi iliyopokelewa na Bukhari. Ilikuwa imehusu baada ya kifo cha Mtume na ujumbe kufika kwa maswahaba na waumini wa dini ya Kiislamu. Omar ibn Atwabi alisimama, kwa sababu Omar alikuwa ni moja kati ya wahafidhina kabisa. Saidina Omar alisimama akasema kwamba anayesema Mtume amekufa anajidanganya. Mtume hajafa, ameenda kwa Mwenyezi Mungu na atarejea baada ya usiku 40 kama Musa mtoto wa Imran ilivyokuwa, alienda akarejea baada ya siku 40, na Mtume akirudi atakata miguu na mikono ya watu wote ambao wanasema yeye amekufa. Aliongea kwa hasira, hakukubaliana na ile hali kwamba Mtume amefariki. Mtume ama mjumbe wa Mwenyezi Mungu amefariki. Umeona bana, moja kati ya maswahaba ambao hawakukubaliana na hiyo swala. Lakini Abubakari alikuwa anasifika kuwa na hekima kubwa. Abubakari akaja akawaambia kwamba Mtume hakuwa kitu chochote zaidi ya mjumbe wa Mwenyezi Mungu, kama wajumbe wengine ama mitume ama manabii wengine walipokuja wakafa wakaondoka, lakini imani ya dini ya Kiislamu ikasalia, ama imani ya Mwenyezi Mungu ikasalia. Kwa hiyo kama ulikuwa na abudu Uislamu kwa sababu ya Mtume ashaenda, lakini kama ulikuwa Muislamu basi Uislamu upo na utasalia. Hadithi ya Bukhari iliyopokelewa na Bukhari. Maana yangu ni nini? Maana ni kwamba kama ulikuwa unaofuata Uislamu kwa sababu ya Sheikh Walid kiongozi, basi Sheikh Walid sio kiongozi, pale BAKWATA ametolewa kama Sheikh mkuu. Lakini kama ulikuwa unamfuata Sheikh Walid kama mwalimu, kama imam, basi Sheikh Walid yupo, madarasa yake yapo, msikiti wa Kichangani upo, unaweza kuswali ukaendelea kupokea madarasa yake na mambo mengine yakaendelea. Hakuna kinachobadilika. Uislamu ni mkubwa kuliko BAKWATA, kuliko Sheikh Walid mwenyewe. Kwa hiyo hakuna haja hizi kelele baina ya Waislamu kwa Waislamu. Haina haja kelele mpaka ikatokea tukaigawa dini ama tukawagawa waumini wa dini ya Kiislamu. Ni hao BAKWATA waliompa nafasi bila wengi kumfahamu. Ni hao BAKWATA wameona kwamba muda umefika ama riziki imeisha kumtoa katika ile nafasi. Ni wao. Kwa hiyo kheri na shari yote ni ya Mwenyezi Mungu, na paswa tuyapokee yote ili Uislamu uendelee. Ila kama walifanya palipo haki kuhusu Sheikh Walid, basi Mwenyezi Mungu anaona na atawalipa kwa haki. Lakini kama hawakufanya pasipo haki, Mwenyezi Mungu anaona na atawalipa kwa yale ambayo wameyafanya. Kwa hiyo kwa Waislamu wenzangu, haina haja ya kupigana kelele, tunajichoresha, tunagombana, tunapishana. Uislamu hauna superstar, Uislamu hauna watu wenye nguvu kuliko wengine. Basi tukubali katika khairi na shari, tumwombee Sheikh Walid na tuombee